Mumeiba chakula mumechukua na mumeiba pesa. Kama baba sisi tulidi. Lakini tunarudisha. Baba sema sawa siwekeni hapo. Tukitaka chakula kingine mfanye. Nataka nikuonyeshe Mungu akikumbuka nini mnafanya. Ndio inasema wakala chakula kinaisha. Baba akasema nitarudi kununua chakula. Na pesa mbele. Kijana mkubwa akasema baba, yule mtu alisema tukienda twende na bibi yako. Baba akasema basi. Huyu hawezi kutoka. Na yule mkubwa akasema na mimi siwezi kwenda maana yule jamaa alisema tukienda bila sasa kwa ndani. So huyu mkubwa akasema akikosekana huyu baba umudai kwenye kichwa yangu. Wakabeba huyo kijana mdogo. Andiko linasema ya kwamba wakaambiwa mzigo katika nchi, wakaja kusaa. Wakasaa kwa hiyo mkubwa hakuna, akateka. Wa pili hakuna, wa tatu hakuna, wa nne hakuna. Ikabaki sasa ni yule mdogo. Wakati nisachiwa kwa yule mdogo, ikabadilika na kikombe za hapo. Wakaambiwa nyinyi wengine nendeni ili tunakuja. Na baba alisema huyu asibaki. Sasa yule mkubwa akasema jamani, kama inawezekana ninaomba tu muniruhusu. Mimi nibaki mimi huyo arudi. Heri mubaki na mimi. Maana baba hataenda kuniona kule. Akaambiwa huyo tunarudi naye. Akasema basi kama unarudi na wewe tunarudi wewe. Waliporudi wote Biblia inasema wakaja kwa Yusufu. Yusufu hiyo siku akasema wachinjiwe wale jamaa. Sasa yeye ameweka alama ya 111 kwa uso. Maana amekasirika kwa nini ni waizi hao watu? Na siku hiyo Biblia inasema ya kwamba ndugu yetu Yusufu akashindwa kujizuia mbele za ndugu zake. Akawaambia ndugu yetu aliyelipa na mnyama ni mimi. Amen. Sasa watu wakikusahau bado baba anakukumbuka. Utaibarikiwa wewe. Haleluya. Utaibarikiwa wewe. Ni mdozi. Sio mtu masikini. If God remembered you, God will raise you up. God will bless you. Mungu atakufanya une. Hawa jamaa siku hizo zote wamekuja kununua chakula. Hawakuwa wanamtambua huyu jamaa. Lakini hiyo siku akawafanyia karamu. Na maandiko inasema akaitambulisha kwao.